الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Karibuni ndugu zangu katika channel yetu ya Fundi Jabil Online TV. Na leo bimashiatillahi ta'ala tunaendelea na somo letu la elimu ya upokezi wa hadithi. Na kitabu tunachotumia ni القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث. leo tuko katika anwa'u ulumi alhadith, aina za elimu za hadithi. Anasema يقسم أكثر العلماء الحديث النبوية إلى قسمين. Wamegawa wingi katika wanachuoni wa hadithi za mtume, wamegawa hadithi katika vigawanyiko viwili. Cha kwanza makbulun, chenye kukubalika, wa mardud, na yenye kukataliwa. Kwa hiyo aina za hadithi ziko mbili. Bimaana vigawanyo vya elimu ya hadithi ni mbili. Zipo hadithi makbul zenye kukubalika, wa mardud na zenye kukataliwa. Wal makbul maanahu, zenye kukubalika maana yake anna naqilihi alladhina naqluhu wa hamaluhu ijtama'at fihim sifat alqubul. Kwa yule mwenye kunukuu ambaye ananakili na kuzibeba, imekusanyika kwake yeye sifa za kukubalika. Walidhalika, najua hilo, swala alhadithi alladhi, imeenda kuwa hadithi za ambaye naqluhu, ananukuu makbula, kuwa zenye kukubalika inda ulama, kwa wanavyuoni. Walimardudu, na zenye kukataliwa, maanahu, maana yake annahu, hakika yeye, lam tatawaffara sifati alqubuli. Tatawaffara sifati alqubuli, bimaana hapatikani kwake, hazipatikani kwake sifa za kukubalika. Fi man naqli, kwa yule mwenye kunukuu, wa hamalihi, na mwenye kuzibeba. Walidhalika swara, na juu ya hivyo imeenda alhadithi alladhi naqlihi mardud, kuwa hadithi ya yule mwenye kuzinukuu huyo zenye kukataliwa. Wal maqbulu, na mwenye kukubaliwa, huwa alladhi, yule ambaye yusamma inda ulamai, anaitwa kwa wanajuoni ulama almustalahi, wanachuoni wa upokezi, bil hadithi, wa hadithi, as-sahihi, sahihi au hasan. Kwa yule mwenye kukubalika ndio yule ambaye huitwa kwa wanachuoni wa upokezi wa hadithi kwa hadithi sahihi, mtu wa hadithi sahihi, au hasan, au hadithi hasan. Wa mardud, na yule mwenye kukataliwa, huwa alladhi, yule ambaye yusamma inda ulamai, huitwa kwa wanavyuoni, almustalahi, wa mustalahi, upokezi wa hadithi, bidhaif, kwamba huyo mtu ni dhaifu. Walima kanat sifati alqubuli, na ni sifa gani za kukubalika? Kada yakunu kamilatan tamma fi riwaya, anasema kauli imekuja hapa kama kuuliza, imeulizwa kwa walima kanat sifat alqubuli, na ni sifa gani za kukubalika? Jibu ndio limekuja قد يكون كاملة تامة في الرواية
waqad tanqusu qalila. Anasema katika bimana qad yakunu kamila tama, ni yule ambaye amekamilika kwa ukamilifu fil riwaya, katika ule upokezi, kamilika sifa. Waqad tanqus qalila, na katika msimulizi inaweza pia kupungua kidogo, bimaana zile sifa yule msimulizi zinaweza likapungua kidogo. اقتضى أن يكون المقبول على درجتين, na patahukumiwa, yani au itapelekewa kuwa awe mwenye kukubalika juu ya daraja mbili, darajatan aliyya wa darajatan aqalla minha, daraja ya juu na daraja ya chini kidogo, yani chini kuliko hiyo ya juu. falmushtamal ala a'la sifati huwa sahih. Ama hilo ile iliyokusanya sifa za juu, ile iliyokusanya sifa za juu ndio inapelekea kuwa mtu huyo kuwa ni sahihi, mtu wa hadithi sahihi. Walmushtamalu ala ma huwa aqalla, na yule ambaye iliyokusanya ile ya chini, min dhalika, ya hiyo chini kidogo ya hiyo, huwa alhasan, huyo ndio ataitwa mtu wa hadithi hasan, daraja ya hasan, kwa sababu imepungua sifa kidogo katika zile sifa za mtu wa hadithi sahihi. Wayatahassalu min hadha, na panapatikana katika haya maelezo, anna alhaditha yanqasimu ila 3 aqsam, hakika hadithi yagawanyika katika vigawanyiko vitatu: sahihu wa hasanu wa dhaif. Kuna hadithi sahihi na kuna hadithi hasan na kuna hadithi dhaif. Inshallah taala taishia hapo kwa leo, tutakuja kuendelea sasa kuanza kuzichambua hizo hadithi sahihi ni zipi, hadithi hasan ni zipi, na hadithi dhaifu ni zipi. Inshallah Allah tuwafikishe na atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.